tunachambua kwa njia tofauti na spesheli, manake pia limeandikwa katika mtindo spesheli. Hili limeweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Leo hii nikawa ninakugusia kwamba kitabu ambacho tunakiangazia ni kitabu cha Wafalme wa Kwanza 22:20 kuteremka, na Biblia inazungumzia wafalme hapa ambao wameweza kujipata kwenye njia panda. Lakini kwanza ni kujulisha kwamba studioni tayari ameshafika mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa akinena pamoja nasi. Pengine nimpe muda ili kwamba aweze kutuamkua baada ya maandalizi ambayo pia anaweka tayari, ili kwamba aweze kutujulisha kuhusiana na neno. Na kama vile pia nimekueleza ni kwamba pengine unaweza kuwa na swali ambalo ungependa liweze kujibiwa, na unahisi kwamba umesoma sehemu fulani ambayo hauielewi. Maanake kwa kipindi kirefu basi kuna sehemu ambazo zinatupiga chenga. Tunafika mahali tunaanza kuuliza, je, yani huyu Mungu yukoaje? Ama Mungu amemaanisha nini anaposema hivi? Ama Biblia imejikanganya? Maswali kama hayo. Na unaposhindwa kujieleza, huenda kukawa na mtu ambaye ataweza kukuchenga. Yes, ataweza kuchenga na wewe, Biblia imekaa mkononi siku zote, lakini kuweza kufahamu kinachozungumzwa inakuwa ni balaa. Kwa hivyo leo hii tunaangazia kitu kipi? Nimkaribishe sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa kifalme. Amen. Bwana amekuwa mwema katika maisha yetu. Amen. Ametutendea mambo mema. Ametutendea mambo makubwa. Tuna ushuhuda mkubwa katika maisha yetu kwa sababu ya siku ya leo. Ndiyo. Ambapo Bwana ametenda mema kwa kutupatia uhai na afya. Ndiyo. Na tena kutufikisha katika mawimbi haya ya Super FM 90.0 mahali ambapo neno la Mungu linapatiwa kipaumbele. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Jumapili imekuwa nzuri. Imekuwa na ibada ambayo imejaa Roho Mtakatifu. Na Bwana ametufundisha mambo mengi. Amen. Na anazidi kutufundisha siku ya leo. Kwa hiyo namshukuru Bwana kwa ajili ametuleta tena katika madhabahu haya ya 90.0 Super FM. Ndiyo. Ili tuweze kuchanganua mambo ambayo yamekaa katika Biblia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tumeangalia njiani, lakini kajua kwamba mchungaji ni mwenye ahadi ya kutimia kabisa. Lazima ataweza kufika. Amen. Leo hii maudhui yetu yameweza kujikita kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza 22 mstari wa 20 na kuteremka pale chini. Naam. Wafalme wa Kwanza ngapi? Mlango wa 22. Mlango wa 22. Nafungua kwenye Biblia yangu. Naam. Wafalme wa Kwanza mlango wa 22 mstari wa 20. Mstari wa 20. Nitaweza kwa upande huu wa pili. Sawa. Haya. Biblia inasema kwamba Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka kwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Sawa. Akasema nitamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ukafanya hivi. Sawa. Kabla ya kwenda kusema chochote, wacha kwanza tumshukuru Mungu. Amen. Na tuseme na Roho Mtakatifu ili aweze kutupatia mwelekeo wa neno hili. Amen. Wacha tuombe. Amen. Baba mtakatifu, Mungu ishie milele, ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya masaa haya, umetupatia tena uhai na afya katika maisha yetu. Asante kwa ajili wewe ni mwema na wewe ni Mungu wetu mtakatifu wa Israeli, Mungu unayetisha, tunakushukuru. Asante kwa maana umetenda mambo makuu, umetuumba tena kwa siku ya leo. Maana usiku mzima ulifanya kazi ya uumbaji na ukatupatia uhai na afya siku ya leo. Zaidi ya yote Jehova, tunakushukuru kwa ajili ya wokovu ambao umetupatia bure kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Asante kwa ajili Jehova, umetuleta tena katika mawimbi haya ya Super FM 90.0. Jehova, tunakushukuru na kuliinua jina lako kwa sababu Bwana, tunapoenda kusema neno hili, Bwana utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu unayekaa ndani yetu,
tuongoze mfalme wa ajabu, ili neno hili tuliseme kulingana na mapenzi yako. Vinywa vyetu viko mikononi mwako, ulimi wetu uko mikononi mwako, fikra zetu ziko mikononi mwako. Tuongoze kama unavyotaka, tufanye kuwa vyombo, ili neno hili likifika kwa masikio ya watu, ikawe Bwana mfalme wa ajabu ni mbegu nzuri itakayokutana na mchanga mzuri, na ikaweze kuzaa 100,000 na zaidi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Wote pamoja na mwana wa kifalme tunaendelea vizuri. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu watu wameendelea kuipokea hili neno. Na nimepata communication nyingi. Watu wanasikiliza kweli. Mwana wa kifalme, Mungu akubariki sana. Amen. Kwa kuweza kupata ufahamu huu. Kwa sababu kusema ukweli, wanafunzi ambao wako nyuma ya studio hii ni wengi mno. Ni kanisa kubwa mno. Nimepigiwa simu, wananiuliza, wananiambia kwamba hii kitu mbona ikuanza mapema? Tukamwambia wakati wa Mungu ndio mzuri kabisa. Na tunashukuru Bwana kwa sababu Bwana ametuwezesha na ametenda mambo mengi katika maisha yetu. Amen. Tukianza kabisa kuanzia mwanzo, tulisema kwamba Biblia hatuisomi kama kitabu cha riwaya wala hatuisomi kama gazeti. Tunaisoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, maana hata wale walioandika walipatiwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Hii haikuandikwa na watu ambao walikuwa wameenda shule ya Biblia, hawakuwa wamehitimu wako na madigrii. Walikuwa ni watu ambao Roho Mtakatifu aliwachagua na akaanza kuwapatia haya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaamini neno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Neno la Mungu lafaa kwa maarifa na kufundisha. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Na neno la Mungu ni pumzi hai ya Mungu katika kinywa chake. Kwa hiyo tukiangalia kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza, mlango wake ni wa 22, mstari wa 20. Ni vizuri kwanza tuanze kuanzia mwanzo ili tuweze kujua hii story imetoka wapi. Kwa sababu ukishachukua tu kipengee kidogo katika Biblia alafu uanze kuichambua, hapo utapoteza kwa sababu lazima uelewe ili andikwa wakati gani. Ili andikwa katika wakati wa wafalme wa Waisraeli. Unaelewa? Wafalme wa Waisraeli ambao walikuwa ni watu wanaitwa judges in English. Majaji. Waamuzi. Ama wafalme. Inaandikwa kwa hiyo wakati. Na hiyo ni wakati wa miaka mingi sana. Hiyo haitatusaidia sana kwa sababu hatuko katika Bible school. Lakini inaonesha kwamba kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa mfalme wa Israeli. Sawa? Na kulikuwa na mahali ambapo panaitwa Ramoth Gileadi. Ramoth Gileadi ilikuwa ni sehemu kama hapa Samburu kuna mahali inaitwa Poro. Ama kuna mahali inaitwa Serolupi. Majina mazito. Sasa ukiona Ramoth Gileadi unastuka. Lakini ni mahali tu, ilikuwa ni mahali. Na unajua watu wakati huo walikuwa wanateka nyara sehemu. Ujue kwamba Israeli hawakuwa na sehemu yao. Uelewe vizuri sana. Hawakuwa na nchi. Hawakuwa na specific place. Israeli hawakuwa na nchi. Hao walikuwa ni mateka. Hawa nilikuwa ni watu ambao wamekaa kule, tukisoma huko mwanzo unaona kwamba walikuwa wanateseka katika nchi inaitwa ya Misri. Sasa walipokuwa wakitembea, Mungu alikuwa anawapatia nini? Anawapatia nchi tofauti ya kurithi. Kwa maana alimwahidia nani? Abraham. Akamwambia uzao wako utakaa katika nchi ya ugeni na watarithi hiyo nchi. Sawa. Kwa hiyo sasa hapa hii moja ni Ramoth Gileadi. Sasa kwa wakati huu wa huyu mfalme ambaye anaitwa Ahabu. Unaelewa? Kwa wakati huo sasa Ramoth Gileadi ilikuwa kati ya sehemu ambao walikuwa wanataka sana kuichukua. Umeelewa? Na tena unataka na uelewe ya kwamba mfalme alikuwa ni mtu either akuwe upande wa Mungu ama awe upande wa shetani.
Ndio maana unaona katika hii kitabu cha Wafalme inasemekana na mfalme fulani Yehoshafati akachukua na akatenda maovu mbele za Mungu. Kwa hivyo mfalme fulani akachukua na akatenda maovu mbele za Mungu. Sasa anaangukia kushoto ama kulia. Yaani hapo hakuna nusu. Hakuna kukaa eti uko upande hii na upande hii. Ukiingia it is either uko upande wa Mungu ama upande wa shetani. Ndio. Sasa huyu jamaa anaitwa Ahabu, yeye alioa mwanamke anaitwa Jezebel. Hapo ndio Jezebel ametokea. Hapo ndio Jezebel anatokea. Na alipomwoa Jezebeli Jezebeli yeye alikuja na miungu yake ya kigeni. Umeelewa? Kwa sababu hakuwa Mwisraeli. Hapana. Na Mungu alikuwa amewanyima Waisraeli wasioe kutoka nje. Makabila mengine. Lakini vile kadri miaka inasonga kila mtu akikuja anakuja na constitution yake. Kwa sababu Mungu ameturuhusu tufanye chochote tunataka chini ya jua. Ndiyo. Kwa hiyo huyu mfalme anaitwa Ahabu, yeye alioa Jezebel. Umeelewa? Ndiyo. Na tunaona huku katika Wafalme wa Kwanza 21 walifanya, Jezebel alifanya kitu cha ajabu sana. Ndiyo. Wakati mume wake alikuwa ameenda kwa mtu anaitwa Naboth. Akamwambia kwamba anataka kipande cha ardhi, si ndio? Alafu akamwambia siwezi nikauza urithi wangu kwako, si ndio? Jezebel akamwambia mbona ni rahisi mume wangu. Huyo ni mwanamke. Akamwambia ni rahisi sana. Nipatie tu hii kazi, shughuli ni rahisi. Tunafanya 1 2 3, tunamalizana na huyu jamaa. Alafu tunanyakua. Hiyo ni somo la wakati mwingine. Kwa nini watu wanaua watu wapate mali? Unasikia mwana wa kifalme? Sasa huyu jamaa alikuwa ni mzuri. Ndiyo. Ahabu alikuwa ni mzuri, lakini aliharibiwa na nani? Na Jezebeli, kwa kumwoa Jezebeli. Sawa? Ndiyo. Sasa ikawa ndiyo, alipomwasi Mungu, alipomwasi Mungu, tunakuja kwenye sasa kichwa cha habari ya kwamba je, Mungu ushiriki na uongo? Je, Mungu ndiyo, uongo ni pati ya maisha yake? Je, Mungu anapenda uongo? Je, Mungu anakuaga na watu ambao wanafanya uongo na anawafurahia? Sikiliza. Yes. Tukisoma hapo inasema Wafalme wa Kwanza 22 mstari wake ni 3. Tunaweza tukazia kwanza, ukisoma tu haraka haraka kama mtangazaji, maana kila mtu atasoma kwa Biblia yake. Tutasoma yote lakini sisi tutakwenda kwa haraka sana. Alafu tuchukue vipengee ambazo zitatusaidia. Anza 1. Mstari wa kwanza huu. Wakakaa miaka 3 pasipo vita kati ya Shamu na Israeli. Ikawa mwaka wa 3 Yehoshafati mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli akawaambia watumishi wake, je, hamjui ya kuwa Ramoth Gileadi ni yetu? Hamjui ya kuwa Ramoth Gileadi ni yetu? Unaelewa? Ni utekaji. Angalia sasa, hata katika nchi ya Kenya, mwana wa kifalme, tukijaribu kutafuta sasa mfano wa nchi yetu, hamjui ya kwamba Migingo Island ni yetu? So ulisikia kitu kama hiyo? Si ndio? Aya, na huyu mzee rais wa Uganda anasema mjui ya kwamba hata sisi tunahitaji kuwa na lake. Sasa ni kitu kama hiyo. Wanaanza kusema hii ni yetu na lazima tuichukue. Umeelewa? Sasa ni kama tukisema sisi Migingo ila ni yetu, alafu tunaenda. Sasa rais ambaye ni rais wetu mpendwa ambaye ni mheshimiwa William Ruto, sasa ndo tumweke hapa, alafu sasa ndo uweze kuelewa. Unajua lazima tuanze kuiweka katika hali ya kidunia ili uweze kuelewa ni nini inafanyika. Haya, nasi tumenyamaza tusiitwae mikononi mwa mfalme wa Shamu. 4. Akamwambia Yehoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Ramoth Gileadi? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe, na watu wangu ni kama watu wako. Asante. Na farasi zangu ni kama zako. Ujua kwamba ufalme wa Israeli ulikuwa umeanza kutengana, uko ufalme wa upande mwingine na upande mwingine, lakini wakienda kwenye vita wanakuwa ndugu. Sawa. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Uulize leo kwa neno la Bwana. Kwa hiyo hawako wanaenda vita bila kuuliza nani?
Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400. Akawaambia, niende juu ya Ramoth Gileadi kupiga vita. Alienda kukusanya nani? Manabii. Sasa hapo ndo nataka usikie vizuri. Hawa manabii si manabii ambao wanapata direction kutoka kwa Mungu. Hawa ni wale manabii, unakumbuka manabii wa Jezebeli? Yes. Wale ambao walienda Karmeli na nani? Na Elia. Alafu Elia akawamaliza. Sasa hapo kulikuwa huyu ni rais, akona wacha sasa tuweke kwenye kuelewa kuzuri kwa upande wa kama nchi yetu ya Kenya. Ni rais ambaye amechukua wachungaji ambaye anawalipaga. Unapokea kitu kidogo. Silisikia hapo mnasema unatoa kitu kidogo, umefanya makosa madogo, unatoa kitu kidogo, unaachiliwa. Sasa naye hawa walikuwa ni wachungaji, walikuwa ni manabii wa mfalme. Mfalme alikuwa na wake. It is either unakuwa na hawa na unakuwa na wachawi na waganga. Sasa hawa ni manabii, watu ambao wanaweza wakatabiri waone kitu kinafanyika. Umeelewa? Lakini hawaendi kulingana na sheria za Mungu. Hawa walikuwa ni watu ambao wanafanya vitu kwa ulimwengu wa giza. Sawa? Ndio hawa waliouliwa huko na Elia. Wakati walipoenda kutoa ile sacrifice, ikasemekana tutaona leo ni Mungu gani ndio tutamfuata. Ni wenu ama nini? Umeelewa? Sasa uanze kuelewa Biblia vizuri ya kwamba ni kwa nini inafanyika hivyo. Endelea. Biblia inaendelea kwa kusema hivi, mstari wake wa 5. Yoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Asante. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400. Akawaambia, je, niende juu ya Ramoth Gileadi kupiga vita au ni nyamaze? Wakasema kwea. Wakasema kwea. Nenda. Wakasema nenda. Wakisema nenda, sasa hapa ndo utajua mahali hii neno ya nenda ilitoka wapi. Umeelewa? Hii neno ya alipowaambia waende ilitoka wapi? Kweli. Endelea. Kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Lakini Yoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Sikiliza, mtu ambaye ako tofauti na Ahabu. Ndio. Si ndio? Akamwambia ndio, hawa manabii wako wote na ni wangapi? 400. Wote wamesema kwa neno moja, nenda. Maana hawa manabii ni manabii ulipwa. Hawa wanalipwa. Hawa ni manabii wa uongo. Hawa ni manabii wanasema mtu fulani atashinda election. Kwa sababu si analipwa. Ndio maana nakwambia ujichunge sana, maana manabii ni wengi saa hii na wao wana trend, wanatafuta vitu zinaitwa likes na hizo vitu zingine na followers kwenye YouTube na hizo vitu zingine kwa sababu wanataka pesa. Kazi yao ni tumbo na pesa. Akamwambia waende. Sasa huyu nani Josephat akamwambia, je, hakuna? Akamwambia nini? Akamuuliza hivi, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena? Sasa kwani hawa 400 mbona anamwambia hakuna? Kwani hakuna mwingine? Basi aliwaelewa kwamba ni wakulipwa. Alielewa tu hawa majamaa wako kwa payslip. Kwa hiyo hawezi enda kinyume na nani? Na bosi yao. Si ndio? Hapo ndio kosa la kwanza la huyu jamaa anaitwa mfalme wa Israeli Ahabu. Hapo ndo alikosea kwanza. Aliamini wanadamu sana. Yes. Badala aende katafute kwa Mungu na alikuwa anajua kabisa ya kwamba kuna nabii wa Mungu. Yeye alienda kuongelesha wale. Kwa sababu gani? Hii ni kitu kinaitwa mpango wa Mungu. Ndio. Sawa? Endelea. Biblia inasema kwamba ili tumuulize yeye. Mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza. Naye anamjibu akamwambia mfalme hapo anamwambia mfalme wa Israeli anamwambia Yoshafati, bado yupo mtu mmoja ambaye kupitia yeye waweza kumuuliza shauri la Bwana, si ndio? Hii ni kejeli. Yes. Mwana kifalme, uelewe hii ni kejeli. Si ndio? Kwa sababu mbona hakumweka kati ya wale 400? Si ndio? Amemtenga. Kwa sababu gani? Utaona hapo mbele. Lakini endelea. Yaani Mikaya
mwana wa Imla, lakini namchukia. Napenda hiyo neno lakini, namchukia. Anamchukia kwa nini? Kwa sababu yeye hanibashirii mema. So nabii yoyote ambaye anabashiri mema kila wakati, huyo ni nabii lipwa. Nabii payslip. Kwa sababu mimi kama ndo nabii wako, si nitakwambia kwamba hata utafanya hata sijui itakuwa hivi vitu vizuri. Ile ambayo unataka kusikia kwa sababu ninakufahamu vizuri. Kwa hiyo nikisema vitu ambazo unafurahia, definitely utapenda. Yes. Biblia inaendelea kwa kusema kwamba hunibashiri kwa sababu hunibashiri mema. Hanibashiri mema ila mabaya. Kwa hiyo yeye akacancel yule ambaye Mungu anamuongelesha. Kwa hivyo huyu Mikaya huwa anamwambia habari mbaya. Yeye anamwambia tu habari mbaya. Hakuna utapata utamiliki. Na habari mbaya unajua ni ipi? Ya huko 21. Si ndio Yes. Huko 21. So unaona mke wake wanashikana, wanaua mtu. Ndio. Unaelewa? Hakuna vile Mungu atakosa kumwambia nenda kamwambie hivi. Nabii wa Mungu akisema ni upanga unashuka, utakufa, ni hivyo na ibadiliki. Mungu peke yake ndo anabadilishaga. Kwa nini? Tukiangalia huyu Ahabu, kuna wakati ambapo alipoambiwa hivyo alienda kanyenyekea. Umeelewa? Aliponyenyekea akasema unaona Ahabu ndio huyo ametoa nguo, amejiweka mavazi ingine ambayo ni ya kufanya nini? Ya kuomboleza. Basi rudi kwake. Mtu anaitwa Daudi alipoambiwa kwamba iko hivi na hivi na hivi, unajinyenyekeza. Kuna mfalme tena mwingine aliambiwa hivyo hivyo, akijinyenyekeza Mungu ubadilisha ile kitu ambaye anasema. So Mungu peke yake ndio akona amri ya kubadilisha hasira yake. Sasa hapa leo hakuna kubadilika. Yeye kwanza ndo anaichochea. Umeelewa? Endelea. Yehoshafati akasema la, mfalme asiseme hivi. Ndipo mfalme wa Israeli akamwita akida akamwambia, mlete hima Mikaya mwana wa Imla. Sasa jamaa yeye si kualikwa. Nenda ukamshike, mlete huku mzoga kwa lazima. Yaani abebo kama polisi. Vile wanabebaga mtu ambaye anajifanya anaelewa. Unaona vile mtu anafungwa pingu mpaka anaweza pigwa mpaka pingu za mikono na miguu na kila mahali. Hivyo ndo jamaa alipelekwa Mikaya. Lakini hao wengine 400 hao kwa payslip. So wanakuanga tu hapo State House. Wanazungukia tu hapo. Kwa hiyo lazima waseme yes. Lakini huyu jamaa yeye ako milimani. Anaendewa. Haya. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wakikaa, kila mtu katika kiti chake cha enzi. Wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samaria, na manabii wote wakafanya unabii mbele yao. Wakafanya nini? Unabii mbele yao. Kwa sababu gani? Ni entertainment. Entertainment. These one are not getting any information from the Holy Spirit. Hawa ni wanatoa sauti zao tu, yani ya kimashetani tu, na inamfurahisha mfalme. Lakini huyu mfalme anaitwa Jehoshafati, yeye alikuwa anampenda Mungu. Yeye anaangalia tu hivyo, anaona hapana, hii kitu si sawa. Na Zedekia mwana wa Kenana akajifanyia pembe za chuma. Akajifanyia pembe za nini? Za chuma. Akasema hiyo ni creativity. Ikulu ya mfalme ina watu tofauti. Sasa huyu akajifanyia pembe ya nini? Ya chuma. Sasa ndio iweze kuwatisha sasa hawa watu waseme kweli huyu jamaa huyu jamaa kweli ni wanaongea na Holy Spirit. Akasema Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Na Bwana kweli amemtaja, amemtuma? Hakuna. Nabii wa uongo. Kwa hizo utawasukuma Washami hata waharibike. Ati hizi pembe za chuma nimetengeneza. Utawasukuma hao majamaa ndo wanakaa Ramoth Gileadi waangamizwe na hii pembe. Na si Mungu amewatuma. Kama si Mungu ametuma, asaangalia, ndo maana Mungu anakasirikaga. Kama Mungu hajakutuma useme jambo, usiseme, utapigwa. Kwa sababu hii ni ufalme ambao umekaa miaka mingi kuliko maisha yako.
Na manabii wote wakasema hivyo kwa unabii wakisema kwea Ramoth Gileadi ukafanikiwe. Sasa we niambie watu 400. Ndio. Watu 400. Wote wamesema nini? Sitaki kutumia hii maneno ya Kikenya kwa sababu tuko kwenye redio ya taifa. Sasa wote wanasema ameshinda. Watu 400 wakipiga kelele kama hiyo, vile unasikia kwenye siasa. Unajua mwanasiasa anafurahi sana akisikia. Ndio maana unaona mwanasiasa anaenda kulipa mabaradhuli. Wanaitwa kwa Biblia mabaradhuli, ambayo kwa mambo ya saizi wanaitwa goons. Ukienda kulipa watu 400 na waseme hiyo tamko ambao unataka itamkwe kwa sababu hakuna Mkenya aelewi. Wakisema hivyo, huyu mheshimiwa anafurahi kwa sababu anajua ule jamaa nimempatia kazi pale chini kwa grassroots. Ako vizuri. Sasa hawa majamaa 400 wanasema ndio kulingana na vile Zedekia mwana wa Kanani amesema utatumia hizi pembe na utawamaliza. Watu 400 wakipiga kelele hivyo, lazima utafurahi. Wanakujaza lakini wanakujaza shida. Yes. Haya, Biblia inaeleza kwa kusema ukafanikiwe kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Unaona, mwana wa kifalme nilikwambia kutoka mwanzo, hakuna mtu anatukuzaga shetani. Hapana. Watu wote wanamtukuza nani? Mungu. Wewe unaona kwamba hawa ni manabii wa uongo na wanasema hakika Bwana atafanya nini? Atakusaidia. Wewe umeona akisema hakika mashetani itakusaidia? Hakika mapepo itakusaidia? Hapana. Wanamuita Mungu. Bado wanaamini katika Mungu japo kwa uongo. Kwa uongo. Sawa? Haya 13. Na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia akisema, angalia sasa, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Yes. Neno lako na liwe. Kwa hiyo huyu jamaa aliyetumwa alikuwa anasikiliza vile manabii wanasema. Na unajua huyu jamaa anafanya kazi kwa State House. Kwa hiyo anajuaga vile hao manabii wanafanya. Na hata manabii wakichotwa lazima wamchote hata yeye. Kwa hiyo wote wanakaa ni makateli. Sasa lakini wanajua Mikaya yeye si kateli. Yeye hataki kulipwa. Yeye akisema ni utakufa, ni ukweli unakufa. Akisema unapona. So hao makatel walikuwa wanakula pamoja na huyu mjumbe. Umeelewa? Sasa anasema tazama, manabii wote kama mtu mmoja wanatabiri ushindi kwa mfalme. Kwa hiyo wewe usibadilishe. Sasa ndo tunaanza kuona shina ya hii neno uongo. Endelea. Na kusihi kama neno la mmojawapo wao ukaseme mema. Yaani Mikaya aenda aseme mema. Na kusihi tafadhali. Kwa sababu umekuwa ukisema ya kwamba tukienda tunapigwa. Na ni ukweli ndugu yangu, tukienda tunanyoroshwa. Na tunarudi hakuna kitu. Yaani tukienda majeshi kama 10,000 tunarudi watu 5. Na ukweli ukisema inakuanga ukweli. Lakini kwa leo maana tuko na president mwingine. Sasa nielewe vizuri. Ni kama saizi Mheshimiwa Ruto, rais wa Kenya, ameita rais wa nchi nyingine na anataka atabiriwa kwamba atashinda. Wewe unataka kusema seriously? Alafu wanakuja wanamchukua prophet ambaye ako hapa Maralal. Hiyo gari inakuja kukuchukua hapa. Hiyo convoy inakuja kukuchukua. Sitakwambia tu wewe ukifika huko tafadhali. Kwa sababu unamwambiaga siku zote president wetu anaangukanga. Na ni ukweli anaanguka. Sawa? Wacha nimtumie sasa hata Raila kwa sababu yeye Mungu ameshampumzisha. Hakuna mtu anaweza niuliza saizi kwa sababu hiyo sasa tuwezi kaa tukao discuss kwa sababu ni ukweli. Wewe unataka kusema si alikuwa na maprofet? Na sio miaka yote alikuwa anaambia utashinda? Alafu huyu jamaa yeye anakuja anamwambia hautashinda. Sasa si unaona huyo mtu atapigwa. Sasa huyu jamaa anaambiwa tafadhali tunaomba. Leo kuna president mwingine amekuja mgeni na tunataka tu heshima, usimwangushe president wetu. Wewe nenda kaseme uongo. Endelea. Biblia inaendelea kwa kusema hivi. Mikaya atajibu aje? Huu ni mstari wa 14. Biblia inasema Mikaya akasema kama Bwana aishivyo, neno hili la Bwana aniambialo, ndilo hili nitakalo linena. Unaona Mikaya ako connected na spirit ya Mungu. Mbegu ya Mungu haiwezi kuwa compromise. Haiwezi kuwa compromise. And never be compromised. Very good. Yes. Kumbuka Elia, unajua huyu hii ni mambegu ya kina Elia.
Naaman alienda kwake, si amebeba mazawadi mingi. Ndio. Akamwambia nimemtuma, hakutoka hata nje. Si ndio? Alipofika kwake hakutoka nje. Alifanya nini? Alimwambia huyu jamaa anaitwa Gehazi, nenda ukamwambie Naaman aende kwenye mto aoge huko mara 7 atapona. Akamuuliza, kwenye hakuna mito zingine? Unaondoa sasa, anataka kumcontrol. Ndio. Nataka nikuonesha kwamba nabii wa Mungu hakontroliwi. Akisema ni kifo ni kifo. Umeelewa? Na aogopi chochote, maana yeye amejitoa muhanga. Umeelewa? Alipomwambia hivyo, alipopona akataka kumletea zawadi. Ndio. Alipotaka kumletea zawadi akamwambia, na upotelee mbali na zawadi yako. Sitaki. Manake hakutaka. Hataki kwa sababu hakuna kitu na muhonga. Kipawa ni cha Mungu. So nabii ambaye anasema toa kwanza pesa hapo kwa reception ndio uweze kuingia, kimbia mbio. Huyo ni nabii wa uongo. Uongo, atakwambia ile kitu unataka. Ndio. Umeelewa? Sasa wacha tusiingie huko sana, tusipigwe mawe. Maana kwenye internet unaweza pigwa mawe mpaka uchanganikiwe. Sasa unaona? Sasa akamwambia, hakika kama Bwana ishivyo, nitamwambia kile tu Bwana atakachoniambia. So hapa akaconnect na communication ya the Holy Spirit, internet ya juu. So yeye alitumika kama kitu kinaitwa nini? Mouthpiece ya Mungu. Ana uwezo wake, alikubali kutumika kama mouthpiece ya Mungu. 15. Na alipokuja kwa mfalme, mfalme alimwambia, je, Mikaya, tuende Ramoth Gileadi kupiga vita au tunyamaze? Akamwambia, kwea ufanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Yes. Nabii si lazima hata umwambie ulikuwa unafanya nini hapa. Akifika anaambiwa, kwa sababu nilikwambia everything is spiritual. Umeelewa? Sasa hapa anamwambia exactly ile kitu anataka kusikia. Si ndio? Kamwambia kwea. Kwa nini? Lazima uwe mtu ambaye ni mjanja. Unaweza sema usifanye, unauawa. Si ni kweli? Sasa hapa si anamwambia hivyo. Lakini 16. Mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Yes. Mara ngapi nikuapishe ili usiniambie kitu chochote ila kweli tu kwa jina la Bwana. Si ndio? Nabii anatumia sasa hiyo nafasi ya huyo mfalme ili yeye mwenyewe ajifunge na maneno yake. Unajua yeye anataka kujitenga na dhambi. Si ndio? So hii ambaye hapa Mikaya anasema hakika panda kule kwa sababu utashinda, ni maneno ya hawa waongo. Sio yake. Si yake. Kwa mfano kama Yesu akaulizwa, wewe ni mwana wa Mungu, akasema ni wewe umesema. Wewe umesema. Si mimi. Akamuuliza tena mara pili akasema umesema. Sasa anashindwa, umesema. Bwana hataki kusema ndio ama la, kwa sababu ni maneno yako unajifunga naye mwenye. Sasa hapa bali mtu akuweke maneno kwa Mungu. Hapana, usikubali hata siku moja. Kataa. Umeelewa? Alipomwambia hivyo na huyu Mikaya, sasa huyu nani mfalme, akamwambia, ni mara ngapi nimekuapisha ili usiniambie kitu chochote ila kweli. Sasa anamlazimisha leo hii usirembe, usiseme kitu yoyote ambaye ni tofauti. Hata kama unajua kwa nini alipokuja akasema hakika utapanda kule na utashinda. Sasa alijua definitely huyu ananidanganya. Kwa sababu mbona leo anaenda sawa na hawa 400 na mimi najua hawa wangu ni mimi nimewatrain. Unakumbuka kulikuwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa anahubiri Nairobi, anaambia mtu aweke mdomo kando hivi. Alafu anaombewa. Alafu jamaa anaitwa Jichopevu. Akaenda akasema, huyu msichana tumekutana naye hapa, kaniambia tunalipagwa na sisi tuko kazi. Na Nairobi ni shamba ya mawe. Kwa hiyo sasa yeye alijua kabisa, aliposema tu hivyo akajua hapana, hii si ukweli. Kwa hiyo akamwambia, na kuapisha leo sema tofauti na hawa. Endelea. Akasema, sasa sikiliza, sasa nabii, lugha ya unabii ni tofauti na manabii payslip.
manabii wanatafuta vitu inaitwa inaitwa nini, wanatafuta wana cloud chasing, inaitwa cloud chasing. Ni tofauti kabisa. Anatafuta PR. Wanataka hizo ma likes na hizo vitu zingine zote. Haya, sikia 17. Akasema naliwaona Israeli wote wametawanyika mlimani. Wewe unaona hapa akiongea alimwambia sawa, leo ukienda utakufa. Lugha ya nabii ni fiche. Fiche. Ndio. Fiche. Anaficha. Hawezi akasema direct. Akasema naliwaona Israeli wote wametawanyika milimani. Kama kondoo wasio na mchungaji. Kama kondoo wasiokuwa na nani? Na mchungaji. Sasa kama ni Israeli wanasema wametawanyika milimani, na kama kondoo asiyekuwa na mchungaji, mchungaji wa Israeli ni nani? Si ni mfalme? Sasa si ni kwamba huyo hakuna tena? Kwa hivyo watu hawa endelea. Bwana akasema hawa hawana bwana. Hawa hawana kiongozi. Kwa hiyo tayari kiongozi ameshakuwa marehemu, ameuawa katika roho. Katika roho. Jana mwana kifalme, kuna mtu mmoja nilisikiza kwenye TV. Sasa yeye alipo, unajua hii kufanywa interview, nakwambia ndugu yangu inakuwaga mzito. Yeye akasema ati Rais Ruto ameanza kushikana na mahayati. Hayati si ni mtu amekufa. Kwa hiyo naye huyu na yeye alishakuwa hayati. Yaani anatembea lakini ni maiti. Ni maiti. Katika ulimwengu wa roho alikufa kitambo. Ndio nakwambia kila kitu kinaanza kwenye roho kabla ifanyike kwenye mwili. Si ndio? Haya. Hawa manabii 400 kimya kwa sababu hawaelewi hii lugha ya nabii wa Mungu. Mikaya. Haya, Biblia inasema hawa hawana bwana. Hawa hawana bwana. Na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Na arudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Kwa hiyo Mungu hana shida na nani? Na kondoo. Ana shida na mchungaji. Kwa hivyo mchungaji ambaye anapoteza watu leo hii, hapo ndio anapigwa kiboko peke yake. Ndio. Kondoo anaendelea kunona kwa sababu mchungaji wa kweli ni Yesu Kristo. Sisi tunakuanga tu tumepatiwa nafasi. Ukicheza na hiyo nafasi, ule bosi anaendelea na kazi yake. Hawatapotea. Haya. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukwambia hatanibashiria mema ila mabaya? Kasema huyu ni wakusema mabaya. Huyu ni wakusema tu mabaya. Endelea. 19. Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Sasa sikiliza. Amemwongelesha kwa lugha ya kinabii. Nimeona wamepotea na hakuna mmoja ambaye nimeona wametawanyika kwenye vilima alafu akaelewa, si ndio? Sasa nabii anajua jana, leo na kesho. Kwa sababu gani? Anatumika kama chombo cha Mungu kuweza kuelewa siri za Mungu ndani, kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yake. Sasa sikiliza hapa. Anaanza sasa kumweleza. Unaona kwa nini nasema wewe unaenda kufa? Ilianza hivi. Wewe huwezi jua hii. Tuko ndani ya nyumba. Lakini nabii atakwambia nje kuna adui. Na tumekaa hapa. So nabii ana CCTV ya kiroho. Umeelewa? Ana CCTV ya kiroho. Sasa anaanza kumwelezea. Hii nilikuwa ni maelezo ya kitu imeshapangwa na imekamilika. Sasa ni kutekelezwa. Sasa ndo maana Mikaya anamwambia niliona mbinguni watu wamekaa chini kwenye mkutano. Mwana wa kifalme, kwenye unabii, kalenda ya unabii sio ya tarehe 1 mpaka 30. Kalenda unabii haina usiku na mchana. Kalenda unabii haina miaka. Yote inafanyika kwa dakika. So kitu ambacho ingefanyika miaka 100 inayokuja inasemwa saa hii na inafanyika. Kweli? Kwa sababu hapa anaelezea kitu ambacho imeshapita. Sawa? Lakini huyu jamaa haelewi. Kwa sababu gani? Mbingu imeshatengeneza kitu kinaitwa nini? Mashitaka. Na imeshapitisha hukumu ya kifo. Hukumu imepitishwa kitambo. Hiyo imeisha hivyo. Endelea. Ndio. Haya, Biblia inasema hivi, mstari wa 20.
Kwanza nianzie 19. 19. Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Asante. 20. Bwana akasema, nani atakaye mdanganya Ahabu? Ni nani atakaye fanya nini? Mdanganya Ahabu. Atakaye mdanganya Ahabu ili akwee Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi, na huyu akasema hivi. Akatoka pepo mchafu, akasimama mbele za Bwana, akasema, mimi nitamdanganya. Sasa hapa 21 ndo tunakalia ya kwamba umeshasoma na umeelewa. Lakini tafsiri ya Roho Mtakatifu inasema hivi, Mungu ndio muumbaji wa kila kitu including shetani. Umeelewa? Na yeye ndio anaongoza chochote kiko chini ya jua including shetani. Hii pepo inasemekana pepo mchafu akaja ili aweze kuifanya hii kazi. Umeelewa? Shetani si eti ni kwamba wanakuanga iko na Mungu. Hapana. Umeelewa? Yeye ni kiumbe. So mtu yoyote ambaye anaenda kinyume na mwangaza ambaye ni Mungu na mwanga ambaye ni Mungu anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hii giza ujue ilikuwa kutoka mwanzo. Mwanzo inasemekana na nchi yote ilikuwa giza. So Mungu alipokuja kuangalia hivi akaachilia mwanga ikatengana na giza, si ndio? So wakati wowote ambapo unafanya kitu kinyume na mapenzi ya Mungu, giza inatawala. Na giza si eti kwamba ni ya shetani, ni ya Mungu. Giza ni la Mungu bado. Yaani nataka watu waelewe hivi ya kwamba shetani anafanya vitu kwa sababu Mungu ndo anaruhusu. Mungu ndo anaruhusu. Kwa hiyo shetani is not eti superior like wanakunga ko partners na Mungu, yani like wako pamoja like nakuambia aje ni kama eti deputy wa Mungu. Hapana. Si eti ni kwamba shetani alikuwa ameumbwa na wakati Mungu naye yuko. Hapana. Sisi hatujua wakati Mungu ameumbwa. Mungu ni yule jana leo na hata milele. Lakini shetani tunajua kwamba Mungu ndo aliyemuumba. Umeelewa? Kwa hiyo chochote ambacho unafanya tofauti na mapenzi ya Mungu unafanya kwa sababu ya nguvu ya giza. Umeelewa? So ukikataa nuru, giza ni automatic. Ni kitu inaitwa nini? Default. Yaani ni kama hii room ina stima. Yes. Nisizime. Ukishazima umechoose giza itawale. Na siwezi nikasema giza ingia, kinaingia automatically. Automatically kwa sababu giza iko ni nuru ndio imeingia. Ndio. Sijui kama unanielewa. Giza imekuwa lakini nuru ndio imeingia. Tuseme hapa ndani tayari kuna giza. Kuna giza lakini kwa sababu ya mwangaza wa hii taa sasa inafanya nini? Imetoroka. Lakini ukishazima nuru, giza is inevitable. Iko hapo. Umeelewa? Na ni nani ameumba giza na nuru? Mungu. Nani amemuumba shetani? Mungu. Kwa hiyo shetani ni mfanyakazi wa Mungu kwa kifupi, yani kwa lugha ambayo inaweza eleweka. Yes. Maana naona wakati Sauli amemkataa Mungu. Biblia inasema kwamba akatumiwa pepo. Yes. Kutoka mbinguni. Yes. Mungu akamtumia pepo. Akamtumia pepo mchafu ikamuingia. Na kwa nini inamuingia? Kwa sababu Mungu yani ile neno la Mungu lilipoondoka ndani yake. Si ndio ikaenda kwa Daudi. Kwa hiyo ni replacement. Hakunanga kitu ambaye imekaa kwa vacuum. Hata utajiri, hata chochote, ni mtu ananyang'anywa upewe. Sasa hivi unapoomba utajiri kuna mtu ananyang'anywa. Ndio. Sasa hizi wewe uko na afya, kuna mtu amenyang'anywa kwa hospitalini. Wale wako hospitalini wamenyang'anywa afya. Na tunaomba warudishie. Na ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana ukienda pale hospitalini ukiomba unasema mapenzi ya Mungu yatimie. Kwa nini Mungu alimnyang'anya afya? Yeye ndo anajua. Yes. Kwa hivyo mtu ananyang'anywa. Mtu ananyang'anywa. Leo hii unaomba kutaka shamba, mtu ananyang'anywa shamba. Ananyang'anywa shamba unapewa. Yes. Ndio hiyo. Sasa unaona hapa hii pepo mchafu akajitokeza. Ndio. Huyu ni mfanyakazi. Yes. Akasema mbele za Bwana na kusema nitamshawishi. Kwa hiyo hawezi akafanya chochote pasipo na ruhusa ya Mungu. Okay. Umeelewa? Naam.
lazima apate ruhusa. Maana hapa Mungu anauliza nani ataenda? Nani ataenda? Watu wote wakanyamaza. Ndio. 20 nasema naye Bwana akasema, ni nani atakayemshawishi Ahabu ili ashambulie Ramoth-Gileadi na kukiendea kifo chake huko? Mmoja akapendekeza hili na mwingine lile. Unajua ni kina nani wanapendekeza? Jeshi lote la mbinguni. Those are generals. Hawa jeshi ni wale ambapo huyu anaitwa Elia alikuwa na mtumishi mwingine tofauti na Gehazi. I think atakuwa tofauti na Gehazi. Wale majamaa wakavamia pale. Alafu akamwambia toka nje, akamwambia Mungu mfungue jamaa macho aone ile jeshi ambayo imetuzunguka. So mtu yote ambaye ameokoka ako na hii jeshi la mbinguni. Hiyo ndo unasikiaga anatuma jeshi, natuma moto. Ukisikia mtu anasema anatuma moto kwenye maombi, hii kitu inakujaga inapiga hiyo kitu ambayo inasumbua hapo na inamaliza kabisa. Sawa? Tutakuja kujua kuhusu jeshi la mbinguni. Hawa ndo walirusha mawe wakamaliza wale watu ambao walikuwa kwenye zile miji ambayo Israeli walichukua. Israeli hawakuwa wanapigana vita, wamefundishwa na vita wapi? Walikuwa wanashindwa. Hata huyu hii jeshi la mbinguni ndo iliua mtu anaitwa nani? Anaitwa nani huyu? Alikuwa ni Goliath. Si jiwe la Daudi, ni hii jeshi la mbinguni. Okay. Mungu anapigana kwa anasema tulieni muone nikiwapigania vita. Maana Israeli hawaoni hii jeshi. Hao ndo wanapasua bahari ya Shamu. Ni government ambayo iko na nguvu sana kuliko jeshi yote duniani na hata kwa shetani. Pia namwambia Musa, ngoja uone vile nitamfanyia Farao. Asante. Mwanafunzi wa Biblia mzuri kweli wewe. Tuendelee. Haya, tunaendelea. Bwana sasa anauliza anamuuliza nani? Pepo mchafu. Unaona kati hao wote ambao wameongea hivi, pepo mchafu, si ndio? Unakumbuka hata wakati Yesu ndo atumwe duniani, yani sasa itafuta mtu ambaye atakuja kuokoa wana wa Mungu ama wataokoa dunia. Wanasema na jeshi lote la mbinguni pamoja na mbingu ikanyamaza kimya. Lakini Yesu akasema nitume mimi. Kwa hiyo ni roho. Ndiyo. Ni roho. Sasa hii ni roho ambayo imepatiwa nguvu ya giza. Ni Mungu anapeana hizi vitu. Anapeana. Endelea. 22. Biblia inasema Bwana akamwambia, jinsi gani? Anamuuliza, ni interview. Utafanyaje? Ili udanganye. So Mungu hawezi akatuma kitu dhaifu. Lazima umpatie hiyo strategy. Sasa mwana wa kifalme. Ndiyo. Kwani Mungu yeye hawezi kufanya hii kitu? Anaweza kufanya. Mbona muulize utafanyaje? Umeelewa? Umeelewa? Hali ni yeye mwenye nguvu. Yes. Hii inaonesha ya kwamba hakuna kitu kingine chochote juu ya Mungu. Si eti ni kwamba pepo mchafu akatokea, Biblia ingeandika pepo mchafu alitoka na akaenda, basi inamaanisha hakuna ule ana command. Ndio maana aliuliza utafanyaje? Yeye ndio commander in chief. Yes. Haya. Of the heavenly forces. Ndio. Yes. Haya. Biblia inasema hivi. Akasema nitaondoka na kuwa pepo wa uongo. Nitaondoka na kuwa nini? Pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake. Pepo wa uongo kwenye kinywa cha manabii wake, si kwenye kinywa cha Mikaya. So unaona ile uongo ya kwanza, ile ambao wamepanga 400 na wakasema panda ukafanye nini? Hii ndio ilikuwa inafanyika. Wale watu wanakupigia makofi hao ndio watakuangusha. Nasema hivi, kwenye ile mahali tulianzia, wale manabii 400 walimwambia panda. Sasa hii ndio inaonesha, unaona kama kwenye mchezo, si unaona ile kitu wanaitaga nini? Flashback. Hivi ndio ilikuwa inafanyika. Okay. Si unaona kwenye flashback flashback kwenye movie. Si unaonesha kwa vile ule mtu alimuua fulani. Si unaonesha kwa vile alienda akamteka. Unaonesha vile akakuja akamficha. Sasa si ni kitu anaelezea. Sasa kwenye hii hawa manabii hawako wanajua ni nani anapatiana nguvu ya kusema uongo. Panda Ramoth-Gileadi kwa sababu utashinda. Hii ndio flashback ya hiyo verses za mbele. Kwa hivyo kinachofanyika duniani hata mbinguni kinatiwa sign. Yaani chochote kinafanyika katika maisha yako ilifanywa kabla. Unakumbuka tulipoanza kipindi hiki nilikwambia kwamba Mungu alishamuumba mwanadamu kwenye Jeremiah 1:5. Anasema kabla sijakuumba nilishakutengeneza. Nikakubariki na nikakupaka mafuta uwe nabii
katika dunia, si ndio? So kabla uweko kwenye tumbo ya mama yako alikuwa ameshakumaliza spiritually, ulikuwepo. So ile kitu ambayo ilikuwa inafanyika ni kitu kinaitwa nini? The physical, ambayo ndio the body. Sasa hata naye hii ilikuwa imeshafanyika. Okay. Ilikuwa imeshafanyika. Na ndio maana unaona hao manabii wanatoa uongo. Hawatoi uongo kwa nguvu zao, wanatoa uongo kwa sababu huyu pepo mchafu alishawaingia. Sasa manabii hata wa saizi unaweza kuta wanasema kitu kumbe ni pepo mchafu alishatumwa kitambo ili aseme mtu fulani itafanyika hivi na hivi na kweli ifanyike. Nakubaliana na wewe, manake hapo Mikaya anapoanza kuzungumza anasema kondoo wametawanyika. Yes. Alishaona kitambo. Yes. Manake ni mambo ilifanyika. Yes, kwa sababu Biblia inasema wakati hata Mungu alipokuwa anamuongelesha Abrahamu akamwambia, "Je, nimfiche mtoto wangu kile ambacho nitafanya kwa ajili ya Sodoma?" So Mungu hawezi akaficha kitu kabla hajaongelesha watoto wake ambao wanaitwa manabii. Umeelewa? So kitu kitaka kufanyika katika mji huu lazima Mungu awe na nabii wa ukweli anamuongeleshaga. Wanaongeaga, yani nabii na Mungu wanaongea tu kama one on one. Yes. Akasema utamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ukafanya hivi. Ameamuru. Sasa akamwambia utamdanganya na utashinda. Nani anapeana nguvu? Mungu. Ni Mungu. So shetani hakuna shetani hapa. Shetani kumbe hana mamlaka. Ananga chochote. Ana chochote, yeye ni kiumbe kama wewe. Hana chochote, hana nguvu yoyote. Anapewa nguvu na Mungu wakati mwanadamu anapoenda kinyume na Mungu. Hata kwa Ayubu ndiye anamwambia nenda. Yes, yeye anamwambia nenda. So anakuja kuomba ruhusa. Anakuja kwenye mkutano. Hii mkutano zinafanyagwa mbinguni. Hata hapa ni mkutano ilifanywa. So huyu jamaa anaitwa Ahabu alikuwa amefika kiwango cha kwamba amefanya dhambi ile ambaye no retreat no surrender. Umeelewa? Haya. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote. Sasa anaongea sasa the present. Umesikia? Unaona ameonyesha flashback. Ndio. Hao majamaa ndo waseme ushinde ni kwamba ilifanyika hivi. Na ndiyo maana wamesema na sasa imeshakamilika. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba hii vita imeshaisha. We sasa enda salama Ruere. Si wanasema Ruere? Yaani huyu jamaa alikuwa ameshaona mpaka mazi. Kwa sababu ni kitu kilikuwa imeshatabiriwa. Ndio. Haya ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenan. Akampiga Mikaya kofi. Nani anampiga kofi? Ule jamaa alikuwa ametengeneza pembe, si ndio? Nabii wa uongo. Akampiga kofi kwa sababu wewe unasema hivi vitu bwana mbele ya president ambaye ni mgeni amekuja hapa na tumeweka sherehe kubwa kabisa, watu wanafurahia. Wewe unakuja kusema eti ya kwamba eti one term ama half term ama sijui quarter term ama one day ama no term. Sasa huyu jamaa lazima apigwe kofi. Lazima apigwe kofi. Akasema roho ya Bwana ilitokaje kwangu? Roho wa Bwana, kwa sababu mimi ni nabii mkubwa. Unajua huyu jamaa anaitwa Kenani, Zedekia mwana wa Kenan. Kenana, huyu ni mkubwa kuliko Yes, so God is not a respecter of your age. Yes. Kwa hivyo alijitengenezea. Akishaondoka kwa nabii yoyote anabaki tu na mandevu. Mandevu tu peke yake. Ama na kanisa kubwa ya watu 50,000 ama ngapi lakini aliondoka kitambo. Sasa nyinyi mtaendeleaga tu kwenda huko kwa sababu sasa ni organization tu ya kuchanganikiwa. Endelea. Biblia inasema hivi, Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche. Sasa nani anamuongelesha? Mikaya akamwambia huyu jamaa amempiga kofi. Nashukuru kwa sababu hautakuwa umekufa. Hii kitu ambaye nimesema itafika. Na wewe ukisikia utajificha kwenye chumba cha ndani. Kwa sababu utakuwa na aibu. Mfalme wa Israeli akasema mchukueni Mikaya mkamrudishe. Nani anamchukua? Mfalme wa Israeli anatoa command sasa kwa sababu amekasirika. Kwa nini? Sasa ile roho ya uongo ile iliingia manabii wake. Sasa inaanza kufanya kazi yake ya kusukuma ujamaa. Timing ya mbinguni lazima ingiane ujamaa kufe haraka. Endelea. Biblia inasema mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme. Mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani, mkamlishe kwa chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi
kwa amani. Hata kwa nini amedanganywa na wale watu akasema kwamba utaenda na urudi kwa amani, na ni uongo tupu. Mikaya akasema ukirudi kabisa kwa sasa umeona abduction mali ilianzia, ndio hiyo sasa. Abduction wekwa ndani kwa sababu unasema ukweli, wekwa ndani. Hii ukweli yako, mimi nikirudi wewe hauko, na ukule chakula cha shida maji ya shida. Kama wale majamaa walifungwa wapi, Uganda. Endelea. Yes. Ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi. Sasa nani anazungumza na authority? Kama ukirudi kwa amani, itakuwa hata mimi najiunga nao 400 na hata usinilipe. Ni kwa mfano baba amezungumza na mtoto amekuwa kichwa ngumu. Sasa baba anaambia mtoto ukienda utajua mimi ni baba yako. Ndio hiyo. Sasa huyu anasema ukirudi kwa amani, pengine Mungu hakusema na mimi. Ndio hiyo. Akasema sikieni enyi watu wote, sikieni enyi watu wote. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramoth Gileadi. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani. Nani anajibadilisha? Mfalme wa Ahabu. Anajibadilisha avae manguo za ajabu ajabu ili asijulikane. Kwa sababu tayari ameshajua hii kitu Mikaya ameniambia ni ukweli. Sasa ule jamaa ndo auawe. Nani? Jehoshafati. Umeona vile hapo alikuwa na mpango mbaya. Alikuwa anataka Jehoshafati auawe ili achukue falme zote mbili za Israeli. The Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Kwa hivyo alikuwa lagai kwamba twende akauawe kule. Akifika kule Yehoshafati anapata mavazi ya kifalme. Ndio hiyo. Alafu anatoa mavazi ya kifalme. Ndio hiyo. Ili wanapoona waone Yehoshafati amevalia kifalme na wampige yeye. Ndio hiyo. Haya. Sasa angalia, kwa sababu Mungu anampenda Jehoshafati, maana anamtumikia yeye, anafanya sasa. Hii ni mpango wa Mungu wote. Hapa hakuna shetani. Ndio. Sikiza. Biblia inasema mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, utajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe uvae mavazi yako. Ndio ili akiwa kule wakianza kutafuta mfalme wafanye nini? Wapate Yehoshafati wamuue. Jamaa achukue tawala zote mbili. Marafiki wanafiki. Ndio hiyo. Marafiki wanafiki. Mfalme wa Israeli akajibadilisha akaingia vitani. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake. Sasa angalia hiyo program vile inafanywa. Alikuwa ameamuru wakuu wa magari yake 32 akisema msipigane na mdogo wala mkuu, ila mfalme wa Israeli peke yake. Nani analeta hii story? Roho mchafu. Imetumwa kutoka kwa wapi? Mbinguni. Si ndio? Msitafute mtu yote mwingine. Sisi tunaua mfalme peke yake. Tunaua president. Na ni mfalme wa Israeli. Yes. Ikawa wakuu wa magari walipomwona Yehoshafati wakasema huyo ndiye mfalme wa Israeli. Umeona sasa ile mpango ya mfalme wa Israeli vile alikuwa anapanga ikaingiana na hawa watu. Lakini angalia ajabu itakayofanyika. Wakageuka juu yake ili wapigane naye. Na Yehoshafati akapiga ukelele. Hiyo ndo nduru. Mwanaume kabisa. Rais akasema hapana, sasa hapa kimeumana, maana gari zote sasa za vita zinakimbia upande huu wangu. Akajua ndio maana ule jamaa alijigeuza akavaa hizi manguo fani ili asijulikane. Sasa ndio ili mimi nikienda huko wajue mimi ndo mfalme wa Israeli, wanimalize. Akapiga ukelele. Ikawa wakuu wa magari walipoona ya kuwa si mfalme wa Israeli, wakageuka nyuma wasimfuate. Mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha. Huyu mtu mmoja anayevuta upinde kwa kubahatisha si kati ya wale majemedari wa vita wala si nini. Hii sasa ni hiyo roho imeshakuja, imeshachukua mwili. Lazima iwe mfalme wa Israeli. Akibahatisha. Akifanya nini? Akibahatisha. Hakuna mtu anabahatisha kwenye jeshi. Ni watu wanapelekwa kule, ni watu ambao wamebobea vita. Ndio. Akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Sasa anabahatisha na anapata exactly mali inatakana kugongwa. Unakumbuka Daudi
Unataka kusema ni kwamba alikuwa anabahatisha kurusha hiyo jiwe? Hapana. Aliporusha hiyo jiwe, jiwe liliongozwa na jeshi la mbinguni. Jeshi la mbinguni. Sasa kwa hivyo huyu jamaa amevuta mshale na ameutupa. Sasa yule roho wa uongo ndio akaielekeza ipite katikati. Unaona alikuwa anavaa kofia kama hii ya pikipiki. Ipite katikati ya kichwa na shingo. Hapa katikati hapa kuna nafasi, ikampiga kwenye shingo. Haya, Biblia inasema kwamba akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, geuza mkono wako unichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Amen. Ameshakufa. So rest in peace mfalme wa Israeli. So definitely Yehoshaphat ndio atachukua. Ukisoma huko mbele, Yehoshaphat anachukua uongozi wa hizo tawala mbili za Israeli. Amen. Kwa hivyo jambo ambalo tunajifunza hapa ni kwamba Mungu si muongo. Mungu ndiye muumba wa kila kitu na anatumia kila kitu. Na kuna mtu akauliza kwamba kwa nini shetani tena anaonekana mbinguni? Shetani alitupwa hapa, huwa anarudi huko. Shetani ni roho, si sisi. Shetani ni roho, si mwili. Kwa hiyo yeye anaweza kuwa mahali yoyote kwa wakati wowote, lakini si kila mahali. Yeye sio omnipresent. Hiyo ndo tofauti yake na Mungu. Kwa yeye ile kitu iko unasemekana mwanadamu akaumbwa chini kidogo kuliko malaika. Si ndio Kwa maana sisi tuko na damu na nyama na mwili. Sisi hatuwezi kuwa kwa hewa. Lazima tuwe kwenye ardhi. Si ndio? Lakini shetani yeye ni roho. Si ndio? Lakini ile kitu amenyimwa ni kuwa kila mahali kama Mungu. Mungu ndo yuko hapa kwenye hii studio. Mungu ako ng'ambo. Mungu ako Asia. Mungu ako kila mahali. Umeelewa? Kwa sababu ukijaribu tu kuangalia kwa mfano tu ndogo, katika nchi ya Afrika saizi wote wanaona ijua. Wote wanaona ijua. Si ndio? Afrika. Si ndio Sasa ukiangalia wewe unaona kama kishilingi. Mimi nikiangalia naona kama kishilingi kiko juu. Sasa kuna unataka kumaanisha ni mashilingi nyingi ndio ziko juu? Hapana, ni kitu kubwa kuliko dunia yetu. Sasa wewe ukiangalia kwa jicho lako hivi, wewe unaona hiyo uwezo wa jicho lako ambaye inaona kama shilingi. Lakini ni kitu ambaye kama tungeweza kufunguliwa jicho lingine ambalo ni kubwa linaweza likaona, ni kitu inatanda kutoka kule mpaka kule. Kubwa zaidi. Ni kubwa kuliko anga. Umeelewa? So ndo maana kwa sababu iko mbali, sisi tunaiona kama shilingi. Sasa Mungu wetu ni zaidi ya jua, kwa maana yeye ndo ameumba jua. Hakuna mwanadamu ameikaribia jua. Si ndio? Sasa kwenye akili ya mwanadamu ukishaweka kwamba Mungu ni zaidi ya jua, tuseme jua, si ndio ni zaidi ya jua. Na ndio maana anasema kwamba mtu yote asiabudu chochote ambacho kiko juu angani wala mbinguni isipokuwa Mungu. Kwa hiyo shetani yeye ni kiumbe. Yeye ni mfanyakazi. It's just a worker. Anatumika. Na anatumika na Mungu anajua kabisa siku ya mwisho kila mtu atalipwa. Kwa hivyo shetani atalipwa kwa kuchomwa. Na majeshi yake yote na ule joka wa zamani wote watachomeka. So shetani ni roho. Umeelewa? Shetani ni roho. Si kitu ambacho unaweza ukaiona. Sisi ndo tuna imagine ya kwamba ako na pembe, sijui mkia, ana nini, kwa sababu ni imagination ya mwanadamu. Umeelewa? So ni imagination tu, anamweka macho sijui inakaaje, vitu vya kutishatisha ndo shetani. Wengine wanasema shetani ni nyoka. Unaona vitu kama hizo, lakini shetani ni roho na ni roho mchafu. Shetani majini. Unaona majini, hizo vitu zote unasemekana just imagination. Lakini ni roho. Kwa ukweli ni roho. Na roho kama hata roho yetu sisi hatujui hata roho yetu ni nini, hatujui. Tu vile tuko uhai saa hizi hatuelewi ni nini. Ile kitu tunaona ni mwili, maana macho inaona mwili. Lakini roho inaona roho. Yes. Kwa hivyo mambo yanayotendeka Mungu anakusudia. Ndio. Yeye ndo mwongozo wa kila kitu. Yeye ndo anaongoza kila kitu, kwa sababu alishaweka katika dunia, akasema nimeweka mbele yenu leo. Yaani asumbuani na mwanadamu. Ukisoma Mwanzo unasikia kuanzia leo hatutasumbuana na mwanadamu. Nitamwekea uhai, uzima na mauti. Si ndio? Akichagua uzima ataishi milele. Akichagua mauti anakufa. So yeye hana tena ile like anakuja convince sijui nini. Lakini anasema lakini ningependa achague nini? Uzima, aishi milele.
So ukiona mtu anaenda kukunywa pombe, anaenda kufanya hizo vitu ambazo ni dhambi, na kila mtu anaelewa dhambi ni nini, kwa sababu mpaka constitution ya Kenya imeandika, akienda kufanya hivyo ni amekubaliana na giza. Okay. Yeye anang'ang'ana kuondoa nuru, maana nuru iko kutoka mwanzo. Nuru si ya nuru si eti ni kwamba ati inashindanaga na giza. Iko. Lakini sisi ile kitu tunafanya kila saa tunazima hii nuru. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu huwa anaangalia, especially kama wewe ni mtu ambaye unajielewa. Unaelewa kibaya na kizuri. Na kisha Mungu amekuona wewe hautaki kushika kilicho kizuri. Anatuma ile roho. Ile roho ni automatic. Iko hivi. Tuweke tu kwenye mfano ya dunia hii. Rais wa nchi katika nchi, si ndio? Ni amri jeshi mkuu. Si ndio kweli Kwa hiyo hakuna vile jeshi litaenda kufanya kazi bila amri yake. Kuna jeshi wanaweza kuja saizi waseme tunanyamazisha mara tupige mabomu na kila kitu. Hawezi fanya kitu kama hiyo. Lazima yeye aseme itoke, iende kafanye kazi. Kwa hiyo hata hii pepo mchafu hawezi toka kama Mungu hajamruhusu. Kwa hivyo mambo mabaya na mazito ambayo tunayaona mengine Mungu ameruhusu yatendeke. Hatusemi labda ni yeye. Kwa hivyo tunaweza tukamsihi Mungu usilete hasira. Si ndio maana unaona wakati ambapo hasira ya Mungu inakuja, mwanadamu anatafuta kitu kinaitwa nini? Msamaha. Rehema. Sasa Mungu akiona kwamba umejirusha tena, umefika chini, anaachilia sasa, anaachilia hiyo neema yake, anarudisha, kwa sababu yeye ana nguvu. Kwa sababu kama Mungu angekuwako hana nguvu, ingebidi naye aende kwenye mkutano tena na shetani, amwambie nyeu, jamani, ni kama nimeona amenirudia. Sasa unaonaje? Shetani aamua aseme acha kaungue. Aseme Mungu naona huyu jamaa hapana, wacha huyu tumalize. Ni kama atabadilika. Mungu ndiye anakuja anamuomba shetani, wewe hapana, unaona mimi naona kama ameomba msamaha kwangu. Unajua ni mimi amenikosea, si wewe. Tunaona there is no negotiation in heaven. Yes. That's why hii shetani ambaye ni kiumbe alipojaribu kuleta nyenyenye demonstration alishukishwa wapi? Sasa kama angekuwa na uwezo si angesema basi akae hukule. Ana uwezo kwa sababu uyaiko. Na unazungumza jambo ambalo naliona kama ingewezekana kwamba kuna negotiation hata Adam angesamehewa katika bustani la Eden. Of course yes. Maana hao walikuwa ni watu washirika wa karibu sana. Ndio hiyo. Lakini imagine amekosa. Na Mungu anampunish tu. Anampunish kwa sababu gani? Ameshamwambia kula miti, matunda yote ya hii mti. Lakini unaona hii ya katikati usikule. Onda kusema miti ilikuwa na shida? Haina shida. Nyoka alikuwa na shida? Ana shida. Ni pepo mchafu alikuja kufanya kazi yake. Alikuwa kwenye zamu yake. Kila mtu ako kwenye ofisi yake. Kama vile sasa uko kwenye ofisi yako. Unafanya kulingana na sheria za radio vile inasema. Na kuna bosi. Na huyu bosi si bosi peke yake. Kuna CCK ambayo ina regulate. CAK inaitwa Communication Authority of Kenya, si ndio? CAK si ndio ina regulate. CAK ya regulate peke yake. Kuna parliament ndio inatoa zile sheria, si ndio? Parliament ifanye peke yake, lazima rais asign. Rais hawezi fanya peke yake, international community iko. Sasa unaona kutoka kwa international community kuna Mungu. Sasa unaona hiyo hierarchy of power. So hakuna mtu anayefanya bila Mungu. Everything will go back to God. Kwa hiyo sasa hapa tunaona kwamba Ahabu kwa sababu aliendelea kutenda dhambi. Kwa nini? Alikuwa at the peak. Yeye ndo rais. Na hataki kushuka. Hataki kushuka. Sasa Mungu yeye hawezi sumbuana na mwanadamu, na hawezi shuka kumwangalia mwanadamu. Akimwangalia tu hivi anakufa. Sasa wewe utakufa kwa maneno yako tu. Yatakufunga maneno yako na hukumu itamalizana na wewe na itaisha. So Mungu ana viumbe ameviumba vya kufanya kila kitu kile anataka. Amen. Haya. Mchungaji. Amen. Kwa maneno haya mtu aokoke. Aokoke kabisa. Tunasemanga afadhali ya waokoke alafu wasikie hata kama dakika 2. Ndio. Kwa hiyo kwa wale ambao labda walituma jumbe kuna wale ambao walituma jumbe ya kuuliza kwa nini ngamia sijui kwani Mungu apendi nini hii? Apendi inaitwa nini?
apendi utajiri. Kwa sababu anasema ni afadhali ngamia aingie kuliko tajiri aingie. Si hivyo ndio inasemekana? Alisema afadhali tajiri kupita kwenye tundu la sindano. Tundu la sindano kuliko ngamia. Afadhali ngamia kuliko tajiri. Sasa Mungu kwani anachukia utajiri? Hapana. Hapana. Lakini ili jambo wacha tuliangalie sasa Jumatatu ijayo Mungu akatufikisha. Ili kwanza watu wajisajili. Wamesikia kwamba Mungu ndo anatuma kila kitu. Kwa hiyo hata ukimkataa aone unamkataa, ni kwamba ni shetani anakuja kwako direct. Yaani hii hainanga mambo ya eti uwezi kuwa kwa Mungu na kwa shetani. Hiyo ni uongo. Lazima tu kuwa upande moja. Kwa hiyo nafasi hii namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Na tena nafasi hii tena nataka kuwashukuru watu wote ambao wamesikiliza. Mmekuwa wasikilizaji wazuri. Na ili neno limeingia vizuri, hata mimi limenibariki. Kwa hiyo nafasi hii nataka kuwashukuru wote. Niko na marafiki wengi. Niko na marafiki wengi ambao wananisalimia kwa redio. Mimi ndo Pastor Lenny. Mungu awabariki sana. Juzi nilikaribishwa kwa kwenye kitu kinaitwa nini, district moja kwenye ushirika wa district ya PCA. Nikahubiri, nikawasalimia hapo na wakaniambia mchungaji unahubiri kwa tunakusikiaga. Kwa hiyo najua kwamba wote wanasikiliza popote walipo. Mungu awabariki sana. District inaitwa district ya Baraka ya PCA. District ya Baraka, district ya PCA. Mungu awabariki sana, na district hizo zingine zote tuendelee kumtukuza Mungu. Akiongozwa na mama yangu anaitwa Madam Nancy Nderito. Mungu awabariki sana. Na pamoja na wengine wote Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Akina Top Line nimepita hapo nasikia wanafungulia Super FM. Kuna mwingine anaitwa Kingsway Agencies. Hao wote Mungu awabariki kabisa. Kanisa letu lote popote ilipo, pamoja na washirika wote na mke wangu Pastor Jane, Mungu awabariki kabisa kwa jina la Yesu. Na kuna huyu mtetezi wa wanaume Kasiba. Mungu akubariki sana, wewe unatutengenezanga upande hiyo. Na Mungu akubariki kabisa kwa jina la analinda familia ya wanaume, maana mwanaume anaambiwa Elia jikaze kisabuni. Sasa sijui sabuni inakuwa ngumu aje, na sabuni ukiweka kwenye maji na yeyuka. Jikaze kisabuni, hiyo sabuni sijui ni aina gani ambaye haiwezi kuyeyuka kwenye maji. So mwanaume hata anaruhusiwa tu kuongea kitu ambacho inamuuma kwenye roho yake. Ndio maana unakuta wengi wanakufa tu kimwanaume. Hakuna kufa kimwanaume, zungumza utasaidika. Na wanaume wengi shetani anawatumia sana, maana ule ujasiri mwanaume ako naye anaona kama ana ujasiri wa kumshinda shetani. Shetani ni roho ambaye ni chafu. Ukimkataa Mungu anakaa hapo. Kwa hiyo sasa nataka tumfukuze huo roho mchafu katika maisha ya watu. Tunaenda kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Nao wa driving school wanaitwa huyu wa driving school anaitwa nani? Huyu ako hapa karibu na police station. Joska. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nitapitia pande hiyo, nataka kurenew driving license yangu. Kwa hiyo ninapenda sana kufanya kazi na watu ambao wanapenda Mungu. Na ni vizuri sana. So Mungu atubariki sana. Tunaenda kuomba. Namba yangu ni 0721 56 22 00. 0721 56 22 00. Ukiitaka tu utaweza kunipigia, alafu tutaendelea kuomba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, nisamee makosa yangu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimekukataa shetani na mambo yako yote. Roho Mtakatifu, ingia ndani ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, ninamkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Kama umeomba maombi haya kwa imani, umeokoka. Enda kwenye kanisa lolote lililo karibu na wewe, enda kwa mchungaji, mwambie niliokoka na Mungu amenipenda na nataka unifundishe neno la Mungu. Kaa chini ya mchungaji, usikue na wachungaji wa TV. Mwana wa kifalme. Dunia imebadilika. Watu wameniambia wengi sana, mimi siendaki kanisa, nafunguliaga TV na hata ninatuma pesa yangu huko. TV haiwezi kukusaidia. Siku nyingine nitakuja nikuoneshe
kanisa la TV haiwezi kukusaidia. Haiwezi kukusaidia. Lazima uende mkutane pamoja. Biblia inasema kwamba ni bora watu wakikutana pamoja, wakutane pamoja na wamege mkate pamoja. Na Mungu ataenda kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna mtu mgonjwa, Bwana Yesu nasema ugonjwa huu uondoke katika nafsi hii kwa damu ya Yesu Kristo. Apokee uponyaji, aondoke katika kitanda cha ugonjwa, mpatie nguvu tena, msamehe dhambi ili aweze kukutumikia. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Tuko pale Kariara na karibuni sana kwa huduma ya Mungu na Bwana atawabariki sana. Asante. Amen. Isipokuwa tu kwa neno la Mungu